Yes. Safi Track Boy Mkali Studio kama kawaida yangu. Mafunzo kwangu mimi ni mukide. Alafu mimi nafundisha info kama nilivyokuambia Kiingereza changu kisikufanye. Inawezekana nina pepo mharibifu hapa. Kwa anaharibu ili kusudi usielewe. Kwa hiyo sikiza mafunzo, usisikize Kiingereza changu. Sasa naomba ufanye nini? Unielewe. Tunaelezea kuhusu swala la pepo mchafu, pepo mharibifu. Sawa Nilisema nakuja kuelezea kuhusiana na swala la pepo mharibifu anatumikaje. Yes, anafanyaje kazi, anafikaje kwako. Yes. Nice. Basi sawa, twende sambamba. Pepo mharibifu yupo. Anytime yupo. Kila mmoja anaweza kumfikia wakati wowote, muda wowote, saa yoyote, dakika yoyote. Huyo ni pepo mharibifu. Na huyo pepo mharibifu, ngoja nikuelezee anatumiwa na kina nani, anatumikaje, anakujaje. Sasa naomba nikuelezee hivi. Pepo mharibifu kwako anakuja kwa mambo haya yafuatayo. Kuna vitu fulani wewe unavifanya, unajihisi kama ni sahihi, lakini si sahihi. Nitakutajia vitu kadhaa. Mfano, mwanaume kupiga punyeto, mwanamke kusagana, kujichua mwenyewe. That's the first thing. Sawa. Alafu mapenzi ya ushoga kinyume ya maumbile. Sawa wanaume kusagana, yani wanaume kufilana au wanawake kusagana. That's the first thing. Umeelewa Sasa kingine kamari, kingine mapenzi, kingine pombe, kingine bangi, kingine tuseme kama ni hivyo hapo. Vingine mwenyewe nitakuelezea, nitakuelekeza, basi utaelewa. Kuna vingine utapaswa kuvifanya. Last first na mimi utaelewa. Sasa iko hivi. Pepo mchafu anapokuja kwako, anakuja kwa kupitia hivyo vitu ambavyo nilivyokutajia hapo. Sawa. Hivyo vitu vinamleta kwako, na akifika kwako pepo mharibifu anakuja kwa lengo moja tu, kuendesha maisha yako kutoka kule alikoagizwa. Unaelewa Sasa yule pepo mharibifu ameagizwa aje afanye kitu kimoja tu, kuharibu maisha yako. Usifike pale ambapo wewe unahitaji kufika. Na ndio Watanzania kwa Waafrika jamani, Afrika, binadamu wa Afrika tumejawa na pepo mharibifu. Na ndio maana tuendelee. Kwa hiyo usikate kusikiliza kabla sijamaliza, kwa sababu hujajua anafanyaje kazi. Pepo mharibifu anatumikishwa vipi, na yani hujaelewa bado. Katuli hapo uelewe wewe. Uondoke hapo ulipo. Pepo mharibifu. Upepo mharibifu huyu
naamini yaani huyu mpumbavu aliyemtengeneza huyu pepo mharibifu huyu ni shenzi na shenzi sana. Yana tena shenzi tena, kwa sababu amefanya maisha kuwa magumu. Amfanya kuwa na mzunguko mkubwa sana wa maisha. Yaani mzunguko wa maisha umekuwa ni mkubwa. Yaani mpaka umepita kiwango. Yaani umepita kiwango. Sasa iko hivi. Pepo mharibifu ana control maisha yako. Utaniambia, kama nikikurudisha nyuma kidogo, kuna peji nilizungumzia kuhusu dhambi. Sawa? Alafu kuna peji nilizungumzia kuhusu mzazi kuto kumtupa mwanae face to face. Halafu nikaelezea kwamba Mungu yeye ni mambo yake ni afanye ni mambo yake ni ya msimamo. Face to face ndivyo ilivyo. Sasa naomba unielewe kitu hiki hapa hichi. Sawa? Unaweza ukaenda kule ukaenda ukaangalia hapo. Kwa hiyo utajua kwamba utasikiliza pale. Ukishuka maelezo yote yako hapo. Kila peji inaelezea kwamba hili somo linaelezea kitu fulani, hili linaelezea kitu fulani, hili linaelezea kitu fulani, hili linaelezea kitu fulani. Kwa hiyo utakuwa ni rahisi wewe kuelewa tu. Kwa hiyo haina haja Samia kutaja hapo, kwa sababu mwenyewe pia kichwa kina mambo mengi. Wanasema kichwa kina vitu vingi, ila imani sielewi, sitabiriki, siambiliki, ila imani sielewi. Nature nyingi, akili mingi, vitu vingi, ila imani sielewi. Sitambiliki, siambiliki, ila imani sielewi. Sasa ni kwamba face to face ni kwamba nasahau sometimes. Usifuate Kiingereza changu, fuata ninachokifundisha. Kwa maana ukifuata Kiingereza changu sometimes nachapia, ujue elimu yangu ni ndogo, lakini ujuzi wangu ni mkubwa. Kwa hiyo sasa naomba nakwambie kitu hiki hapa hiki. Nimekwambia ukirudi kule nyuma kuna sehemu tulielezea kuhusu swala la kuhusiana na swala la wazazi. Swala la wazazi. Swala la dhambi. Nielezea kwa sababu gani dhambi hamna. Nielezea kwa sababu gani Mungu ana msimamo. Kwa sababu gani Mungu akishakuumba hakufuati tena. Yeye akishakuumba kinachofuata wewe ndio mtafute, sio yeye. Sawa? Kwa hiyo hayo yote yako hivyo. Kwa hiyo iko hivi. Mungu yeye alishafanya kazi yake, ashakuacha. Kwa hiyo hapo sasa hivi umebaki wewe. Hasa huyu pepo mharibifu anachokifanya, anakuja kwako baada ya wewe kuanza kufanya kitu fulani. Aidha kupiga punyeto kama nilivyokuambia, kwa wa kiume, kwa wa kike, vile kujichua, yani ile kutafuta ile mambo wanasema sio tango uboa bandia. Yes. Alafu kingine, au kwa wanaume kusema kufilana. Alafu upande wa wanawake ule mchezo ule wa kusema kwamba ule wa kusagana. Sasa nataka kukuambia pepo mharibifu anakuja kwa kupitia njia hizo hapo.
anakuja kwa sababu gani? Nitakuelezea. Kwa hiyo tulia hapo hapo. Sasa kuna nyingine anaweza akaja kwa namna nyingine kutokana na kitu fulani kama ulevi. Let's face it, ninavyosema ulevi nataka ujumuishe vyote: bangi, pombe, sigara, sijui mapenzi, sijui yani kila kitu. Let's do first. Sijui kuchinja, sijui kutoa kafara, yani wote unaitwa ni ulevi. Sasa ndio nikwambie hivyo. Iko hivi, yule pepo mchafu mharibifu anapokuja kwako, anakuja kwa sababu ya wewe kuna kitu unakifanya. Kitu hicho unakifanya, lakini katika kukifanya hicho kitu kina manufaa gani kwa upande wake endapo wewe ukifanya? Unaweza kuwa unajiuliza kwa nini? Unajiuliza sana. Sawa. Kwake kina manufaiko kwa sababu ndio kigezo anachotumia yeye kukufirisi wewe. Wewe utakuwa unajichukulia tu ile unapenda kamari, unafanya kazi, unapata hela, ukienda kwenye kamari unacheza kamari. Unaona? Hizi mpaka unaliwa ile yote view au unapata. Sasa ukishakuwa muendelevu, sometimes hata kama unapata au unakosa, wakati pepo mchafu anapokuwa bado hajakufuata, anaangalia kwanza mwenendo wako kwamba huyu anaelekea huko. Kwa hiyo yeye inafika hatua anakufuata baada ya wewe kuwa tayari kuwa mwenyeji wa jambo lile. Kwa hiyo anapokuja kwako, atakuja baadaye, atakuwa anakuendesha katika maisha yako. Anakuendeshaje? Naomba utulie. Anakuendesha kwa namna hii hapa. Wewe unasema kwamba una Mungu. Sawa Sikatai Mungu naye, lakini Mungu ametulia. Ashamaliza kazi yako. Si unaelewa Kwa utulie hivyo hivyo. Hata kuharibia maisha yako wewe ni pepo mchafu, au unasema pepo mharibifu. Sasa pepo mharibifu kuja kwako, anakuendesha katika maisha yako. Anakuendeshaje? Wewe unaposema kuwa na Mungu, unaenda kucheza kamari, unapata. Usishangae kupata ukasema na Mungu. Usijidanganye. Pale anayekuendesha wewe kupata na kukosa ni pepo mharibifu uliye naye hapo. Pepo mharibifu ndo anakufanya wewe upate, ndo anakufanya wewe ukose. Pepo mharibifu anajua hatima ya maisha yako yote, na anaijua pale tu. Yaani address yako unapompa pepo mharibifu, unampa pale unapoenda kufanya kile kitu ambacho kwako wewe ni hasara. Unajitia kwamba wewe ndio unapenda kitu kile, na afu kumbe kina madhara ndani yake. Pepo mharibifu ndio anakuja pale. Sasa ndio maana naambia hivi, utasikia kuna roho mbili zinapigana, roho nyingine inagoma, roho nyingine inalazimisha. Hasa sikia, zile roho mbili zinapopigana, zile roho mbili zinavyokuwa zinahangaisha, huyu nenda, huyu usiende, nenda usiende, nenda usiende. Pepo mharibifu ana nguvu, kwa sababu ana nguvu. Anaitolea wapi? Anaitolea pale ambapo wewe unafanya nini? Unapotumia kuna nilio, aidha unaposagana, aidha unapopiga punyeto, aidha unapojichua, aidha unapovuta bangi, aidha unapofanya kafara ya kumuua mtu. Yani unamuua mtu tu, first tu unamuua tu mtu, sio unanielewa aidha unafanya yani hivyo yani
vitu vile ambavyo si sahihi. Sijui unanielewa Kuna vitu sio sahihi ambavyo hata Mungu mwenyewe alikataa. Alielewa kwamba kuna vitu Mungu alikataa. Unaelewa Sasa pepo mharibifu anachokuja kuharibu yeye ni hicho. Naomba utambue, uelewe. Anakuja kuharibu kwa njia hiyo. Hapo ndo anapopitia na address yako yote anaipata pale unapokuwa unafanya hicho kitu. Kwa hiyo cha kukushauri kwa haraka, achana na kitu ulichokuwa. Ngoja kwanza nikueleze ili nikuelezee vizuri. Naomba kwanza kwa sasa hivi tuishie hapa season 2, twende season 3 nikuelezee vizuri, kwa sababu nikisema ni bane hapa nitakupeleka kwa speed afu kwa mkato utashindwa kuelewa. Umeelewa? Kwa ngoja twende ndio sehemu ya 3 ili kusudi uweze kuelewa. Shukrani. Baada ya kuona mfanikiwa, na hulazimishwi utoe buku, utoe nini, utoe laki, milioni, 100, 200, trilioni, bilioni. Wewe sadaka halazimishwi mtu kwangu fulani toa. Hakuna sadaka ya kulazimisha mtu. Sadaka ni kila unachokiona wewe umekipata baada ya mafanikio. Unaenda kumshukuru aliyekupa mafanikio. Kwa hiyo let's do first see. Naomba utulie kama ulivyo. Tunaenda kwenye sehemu ya 3.